Mama Ana. Mama Ana. Mama Ana. Abe. Samani ndugu yangu, mwenzako akili yote ilikuwa kwenye simu. Sisi kama nimekudharau. Poa, vipi wale watoto? Watoto wa mtaani tu wamekuja hapa, wameniomba msaada wa hela. Na mimi nikaona sitoe hela yangu bure bure, nikamwani wape kijikazi. Huyo akima nimemwambia kalichimbie shimo huko nyuma, yule hakika anaenda kunilimia vijani vyangu pale. Mama Ana. Baba ya wale watoto alikuwa vizuri. Walikuwa na maisha mazuri, nyumba nzuri. Sijui unanielewa? Hivi watoto kabisa wanatoka kwenye familia yenye pesa, wanaweza wakaa kama vile kweli? Mama Ana, usimdharau mtu usiyemjua. Baba wa wale watoto alipata ajali pamoja na mama yao, wakafariki wote kwa pamoja. Baada ya kufariki wote kwa pamoja, mali aliyerithi ni baba yao mdogo. Lakini ninachotaka kukwambia, baba yao mdogo hawajali kwa lolote lile. Karibu. Asante. Karibu. Nashukuru sana. Kiukweli nashukuru, kama hivi nishaenda kufungua kesi na nani yenyewe ni hapa, nimeenda kufungua kesi kuhusiana na mirathi ya wale watoto. Kwa hiyo nikasema pia nije nikwambie na wewe kuhusiana na ile kazi ambayo tulikuwa tumeongea kwamba nishaanza kuifanyia kazi na matokeo yenyewe ni kama haya hapa, kwa sababu nikasema na wewe nije nikuletee uje uangalie uone tumefikia sehemu gani. Mwanasheria nikakuelekeza uende kwa. Kuna mtu alinielekeza au sasa ndio nikabidi sasa niende kwa mwanasheria huyu. Mwanasheria huyu yupo makini huyu. Hii kesi lazima tunashinda. Kweli naamini. Yaani hilo mimi mwanzako mimi kweli nitafurahi sana, kwa sababu wale watoto wanapata shida sana. Kama mambo yatakaa vizuri na wao watarudi nyumbani pale, wataendelea kuishi pale nyumbani kwao, yaani hilo litakuwa jambo zuri kabisa, ni kweli. Basi umejitahidi. Tupongezane kwanza. Aisee, ni vizuri. Tumejitahidi. Sana. Lakini wewe ndio umejitahidi sana. Sote. Kweli? Kwa hiyo wote tumejitahidi. Tumejitahidi. Aisee, ni vizuri sana. Ni kuhusiana na swala hili ambalo nataka kukwambia, dadangu alikataa mtu ambaye yuko makini sana, ambaye anajitambua kiufupi. Na mimi sitachoka kukushukuru na kukurudishia sifa. Kama dadangu angekuwa hai, naye angekupa sifa kama ambavyo mimi sipendi. Usijali kwa hilo. Mimi ni mwalimu, nakaa na watoto, najua changamoto nyingi sana za watoto. Kwa hiyo siwezi nikaona mtoto anateseka nikamwacha. Hiyo ni ngumu. Mimi nashukuru. Mimi nataka kukimbia. Kwa hiyo ni kuachia au ni tufanyaje? Maana sasa kwa hiyo nataka uniachie tena na mimi dokumenti za mahakamani. Nilikuwa nakuuliza tu. Bado hatujamaliza kazi, bado. Naomba unipe zinirudie tu mimi mwenyewe. Utimize. Sawa, haina shida, tutaendelea kupambana. Haya. Asante. Sasa mimi nataka nikukimbie. Mimi nataka niende, afu tutazidi kuwasiliana. Hamna shida, usijali. Sawa. Kwa siku ya mahakamani siku gani? Nitakupigia simu, akinipa taarifa nitakupigia simu. Sawa, utanijuza. Basi sawa. Haya, uwe na siku njema. Na kwako pia. Mimi kama wakili ambaye mlinipa dhamana ya kusimamia kesi juu ya mirathi ya marehemu, nadhani nimeifanya kazi yangu ipasavyo. Kesi tumeshinda, tumeweza kufanikiwa kumbadilisha mrithi au msimamizi wa mirathi.
na wewe bwana ndiye umekuwa msimamizi wa hii mirathi kama ulivyoona kesi ilivyoenda mahakamani. Nashukuru sana. Hongera sana. Nashukuru sana. Hongera sana. Nimefurahi kiukweli. Hongera sana. Ndio. Ya. Kwa hiyo sasa kama mahakama ambavyo imeamuru, wewe ndio utakuwa msimamizi halali wa mali za marehemu. Sawa eh? Utasimamia nyumba na mali nyinginezo. Sawa eh? Kikubwa tu nikushauri. Wewe unajua sababu gani ilisababisha mpaka kesi ikaja kwetu. Ndio. Si ndio eh? Kulikosekana uaminifu. Ni kweli. Sawa? Basi nenda katende haki. Yaani hilo halina shida kabisa. Hilo halina shida kabisa. Na kitu kingine labda ambacho naweza kukwambia, kiukweli nashukuru pia kwa msaada wako pia na wewe. Kwa sababu naweza nikasema bila wewe ina maana mimi kama familia ya wale watoto peke yangu nisingeweza. Kwa sababu sehemu ambayo nilikuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu nilikuwa nishashindwa kuwasaidia. Kwa sababu ukiangalia hali yenyewe ya kiuchumi sina, lakini pia ukiangalia yaani kifupi tu naweza nikasema Mungu akusaidie, akubariki sana kwa mambo uliweza kuwasaidia wanangu. Sawa, hamna shida. Kikubwa ambacho ningependa nikwambie, tumeona hapa kwenye kesi kilichotokea watoto walikosa sijui elimu, kawafanya watoto wapate elimu na mahitaji yao mengine ya msingi ya binadamu. Sawa sawa. Ikiwemo mavazi, malazi pamoja na makazi. Sawa bwana. Hongera sana. Nashukuru sana. Hongera sana. Nashukuru sana. Basi karibu sana. Nashukuru sana bwana. Lakini pia karibu na nyumbani huo unakuja kuangalia wale watoto bwana. Hamna shida, nitakaribia. Haya bwana. Karibu sana. Uwe na kazi njema ndugu yangu. Haya, karibu sana. Haya, asante. Odi. Odi. Karibu. Habari. Nzuri, sijui wewe. Safi sana. Kwa jina naitwa Inspector John Alexander Betty. Nilikuwa na shida ya mume wako, kama yupo tulikuwa naomba unitie. Mume wangu mimi? Mume wako nataka kuongea naye. Kuna shida gani kwani? Ukiniitia mume wako itapendeza zaidi. Sawa. Baba Laila! Baba Laila! Naam. Unaitwa, kuna mgeni wako. Naam, kwema kabisa kiongozi. Asante sana. Habari ya majukumu? Nzuri, karibu kiongozi. Safi safi, mzima kabisa. Safi kabisa. Naam, kwa majina naitwa Afande John Alexander Betty, natokea kituo cha kati. Kuanzia sasa wewe na mkeo mpo chini ya ulinzi. Amri ya kutoka mahakama kwamba msimamizi wa mirathi kwa sasa amebadilishwa. Hivyo mnashtakiwa kwa kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu, kudhulumu mali ya marehemu na kudhulumu haki ya watoto ikiwemo elimu na maradhi. Hivyo mnatakiwa kituo cha kati mara moja kwa ajili ya maelekezo na kutoa kuhojiwa zaidi. Samahani kiongozi bwana. Naam. Ujue ya mambo yanaongeleka. Kuhusu nini? Unajua mimi na familia, kwa hiyo ya mambo yanazungumzika. Unataka kunipa rushwa? Sijamaanisha hivyo mkuu. Kitu gani unachomaanisha? Maana kama maelekezo nimeshakupa kwamba kuna hati kutoka mahakama kwamba msimamizi wa mirathi ya nyumba hii amebadilishwa. Hivyo mpo chini ya ulinzi kwa kujipatia mali za marehemu isipokuwa kwa uwalai. Hivyo sasa hivi mnatakiwa kituo cha kati bila maelezo yoyote. Nilikuwa naomba twende. Mangu mimi sitaki kwenda mahakamani, naogopa. Naogopa mimi nikafungwa. Kiongozi, tujitahidi. Serikali tuondoke. Ongea naye basi, anaweza kukubali. Tujitahidi tuondoke. Sasa naongea naye nini? Sasa serikali ishafika hapa, naongea naye nini? Sasa serikali mkono mtupu sawa wangu. Mwenye ucho hapa.
Jambo. Haya nyie tena nini kimewaleta nyumbani kwetu? Kwani nimekutukana ama? Semeni kilichowaleta. Tuanza kama wazazi wake wewe. Baba yako na mama yako umewakuta? Sasa hilo nyie linawahusu nini? Tunakuuliza hivi, umemkuta mama yako na baba yako nyumbani hapa? Na mimi nikawajibu hivi, hilo nyie linawahusu nini? Labda kiufupi tukupe taarifa ambayo hujaifahamu mpaka sasa hivi. Baba yako na mama yako washakamatwa wako kituoni sasa hivi. Wapo kituoni? Wamefanya nini? Zaro zimekwisha. Kwani hujui babako na mamako wanafanya nini? Kitu gani? Haujui kabisa mshuku unakifanya. Labda kuhusiana na swala hilo tuachane nalo kwa sababu hilo alijatuleta kwa wakati huu. Ila kikubwa hii nyumba iko chini ya Kibula na dadake. Na mimi ndio kama msimamizi wao. Baba yako na mama yako sasa hivi sio wasimamizi tena wa hii nyumba. Labda na la mwisho zaidi naweza nikasema kwamba na wewe inatakiwa uende kijijini kwenu kwa sababu haina haja ya kuendelea kukaa hapa wakati. Nisameni tu, mimi siwezi kwenda kuishi kijijini tena. Lakini yote haya mimi nakwambia, yani huyu tu naye hata mimi naona haina haja ya kukaa kwa sababu tayari kwa sababu huyu na mama yake na babake wote ndio wana tabia mbaya. Kwa hiyo mimi naona naye huafai kukaa hapa. Kiufupi waje waishi wale watoto ambao ni wenye hali yao kuishi kwenye nyumba hii hapa. Lakini wewe sema mjomba huyu unajua bado ni mtoto. Hajui. Sema alikuwa anashinikizwa tu. Hebu tumsubirie Fatuma na Kibula waje wamwelekeze kama ataweza kukaa naye au la. Wewe unaonaje? Ni kweli, yani wewe unashauri kweli hiyo hivyo kweli? Kama ni mtoto, ataenda wapi? Sawa, lakini sijui kwa sababu si hao watakuja siku mbili hizi kwa maana na imani ngoja waje. Afu wao pia kama watoto nao watatoa maamuzi kwamba abaki au warudi huko kwao kijijini. Basi ni hivyo sisi tulikuwa tunakuletea ujumbe kama huo. Sisi hatuna neno jingine. Ila ujifunze. Ubaya sio mzuri kabisa kwenye haya maisha. Sisi tuende bwana. Wajomba wazima? Wazima. Shika mjomba. Mahaba. Kwema lakini. Kwema. Jamani, kwanza kitu cha kwanza nimefurahi kuonana na nyinyi mkiwa wote wawili kama hivi. Kwanza nimefurahi sana sana. Huwezi kuamini. Lakini swala jingine pia nimetoka sio muda mrefu hapo nyumbani. Na kuhusiana na utaratibu nimekuja kuwapatia na hizi funguo za gari ya baba yenu aliyokuwa ameiacha. Kwa hiyo kwa sababu nyumba tayari ishakuwa ya kwenu na mambo yote tushayamaliza. Asante Mungu. Hatimaye Mungu atujibu. Mjomba. Unachokiongea unamaanisha? Namaanisha kabisa. Na funguo kama uamini, funguo hii hapa. Asante bwana, furahi sana. Yaani ndio hivyo, ndio maana nasema mimi niliamua kupambania kama mjomba. Nikasema kwamba sitawaacha kamwe mpate shida wakati mimi mjomba wenu niko hai. Mungu. Asante sana kwa wema wako. Ni muda sana tumeumia mjomba. Yaani mjomba, huwezi kuamini leo na furaha sana. Unajua kabisa kwamba mjomba pia ni mama. Au amlitambui hilo? Naitambua. Japokuwa mimi sina maziwa wala sijavaa sidilia,
wala sijavaa kijola, lakini mimi ni mama yenu kabisa. Na ndio maana pia hili swala mimi nalisimamilia kama mama yenu wa kuwazaa. Au nyinyi mnasemaje jamani? Naamini wazazi wetu wanajivunia sana kupata ndugu kama wewe. Hatukutarajia na hatukutegemea kabisa kama tunaweza tukapata haki yetu. Mmefanya kazi kubwa sana. Haina shida, basi mimi nataka niwakimbie. Sawa? Mjomba, samahani. Tutaonana wakati mwingine. Naam. Samahani. Mjomba, kutokana na wema wako uliotufanyia sisi, tulikuwa tunataka kukulipa fadhila. Sasa hivi imetufanya tuwe huru sana katika maisha yetu na kufanikisha kupata mali za wazazi wetu. Ila nilikuwa na ombi moja kutoka kwako kama utojali. Najua unapitia katika mazingira magumu sana wewe pamoja na familia yako. Na nilikuwa nakuomba kama unaweza, wewe pamoja na familia yako, tulikuwa tunakuomba uweze kuhamia nyumbani kwetu, kwa sababu nyumba ambayo tupo nayo ni kubwa sana, na sisi kama watoto tunahitaji usimamizi wa wazazi, na kwa kuwa hatuna mzazi mwingine, tulikuwa nakuomba wewe uweze kutusimamia sisi kama wanao. Tulikuwa nakuomba uje ukaa na sisi kama wanao. Sawa, mimi nimekusikia na nimekuelewa, lakini hilo swala ngoja niachie, nitalifanyia kazi, alafu nitakuja kukuletea majibu sahihi. Sawa? Wewe usijali, mimi nimelisikia, wewe nitalifanyia kazi na naamini utapata majibu, wala hata usijali. Ngoja mimi kama mjomba nitalishughulikia. Kwa hiyo ngoja kwanza niende, afu tutawasiliana. Sawa? Basi jipa kwa naula hapa ni kwako. Haina shida, haina shida. Sawa. Asante Mungu. Fatuma, natumai wazazi wetu sasa hivi watakuwa na furaha kubwa sana huko walipo. Hata mimi nashukuru kwa mjomba ametupambania na mwalimu. Hii mwisho wa siku tumepata mali zetu zimerudi. Nimepamisi sana nyumbani. Hebu twende kwanza.